Karibu sana watumishi wa Mungu. Let's pray. Mungu mtakatifu, tunasema asante kwa neema hii uliotupa. Asante kwa kuwa umetujalia tumeweza kukutana mahali hapa. Tunafahamu ya kwamba sio kwa nguvu zetu wala sio kwa akili zetu, bali ni kwa Roho wako. Bwana, tunaomba nguvu za Roho wako Mtakatifu ziwe pamoja nasi tunapoenda kuanza discussion yetu hii kuhusiana na neno lako, tukapate kupokea ile ahadi ambayo umeandika kwenye neno lako ya kwamba watu wa Mungu walipokuwa hapa duniani wakizungumza, wewe Mungu ulioko mbinguni ulisikiliza na kusikia, na vitabu vya ukumbusho vikaandikwa kwa ajili ya hao waliokaa chini na kulitafakari jina lako. Nasi Bwana, tumekuja mbele zako kulitafakari jina lako. Tunaomba majina yetu Bwana yakapate kuandikwa katika vile vitabu vya uzima. Tunakumbuka ya kwamba wale watumishi ambao uliwapa nguvu zako, uliwapa mamlaka yako, ukawaambia enendeni kote mkaponye kila mmoja anayeumwa na mkahubiri habari njema. Waliporudi wakawa wanafurahia, ukawaambia msifurahi kwa sababu mapepo yamewatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Nasi leo hii Bwana tunasema asante kwa kuwa majina yetu yanaenda kuandikwa katika kile kitabu cha uzima. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. So watumishi wa Mungu, karibuni sana. As I've told you kwamba leo naenda kudiscuss about favor, lakini pia tutaongelea swala la consistency kwenye maombi. Naambia kati ya vitu ambavyo tunatakiwa tuwe navyo kama watu wa Mungu, kama watu ambao tumeamua kumtafuta Mungu, tukiongozwa na lile neno la Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Anasema, let's read it. Waebrania 11. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sasa kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mtu amwendeaye Mungu lazima aamini, it's a must, lazima aamini ya kwamba Mungu yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba hatumtafuti bure, na tunapoenda mbele za Mungu expect, yani usiende mbele za Mungu as if unaenda tu because you have to go. No, go there with the expectation. Nenda pale ukiwa una mategemeo, nenda ukiwa una matumaini kwamba Mungu kuna kitu ambacho anaweza akafanya. Niliwafundisha kuhusiana na imani ya Ibrahim. Tukisoma ile Warumi sura ya 4, utaona kwamba Ibrahim baada ya kuahidiwa kuwa na mtoto hakusitasita. Let's read pia. Sorry. Warumi sura ya 4. Anasema tuanzie ule mstari wa 16. Hii tulishajifunza lakini nataka nirudie tena ili uone. Anasema kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahim aliye baba yetu sisi sote. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Asa naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. So unapoenda mbele za Mungu, go with higher expectation. Yani hata kama ndoto zako ni kitu fulani, lakini sasa hivi hujioni kabisa, wakati unaomba, see yourself into it. Biblia inasema hivi, Ibrahim alitarajia yasiyoweza kutarajiwa, yani things which are not to be expected. Jamaa yeye ndo alikuwa anatarajia haya, yani mambo ambayo hayatarajiwi yeye ndo aliyatarajia. Kwa hiyo sisi tunajengwa, kumbuka ndio baba wa imani. Kwa hiyo sisi tunapoenda mbele za Mungu lazima twende mbele za Mungu tukiwa tunatarajia mambo makubwa. Usiende pale yani unamfuata Mungu kwa vitu vya very trivial things. No, go there with expectation. Na ndio maana naambiaga wakati unaomba usiombe tu kama mpagani ambaye hajui. No, if you have to write down, write, andika kabisa kwamba Mungu, mimi nahitaji hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Nenda pale mwambie. Usiende kama vile unaenda mahali ambapo usikilizwi. No, na Yesu alikuja akatuonyesha kwamba Mungu huwa anatusikiliza. Unakumbuka wakati anamfufua Lazaro kwenye Yohana sura ya 11, alianza akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa unanisikiliza. Kwa kumbe anatuonyesha kwamba kumbe Mungu muda wote anamsikiliza. Baada ya hapo, baada ya kushukuru, nini kilichotokea? Akamuita Lazaro. Lazaro akatoka, mtu mfu siku 4 tayari ndani ya kaburi. Jamaa akatoka akiwa hai. Ndio maana akasema hivi, yeyote anayeniamini mimi hata kufa, na hata akifa atakuwa hai tena. Kwa mtu yeyote anayeniamini mimi kuhusiana na masomo yake, hata kama anaona amefeli, kitendo cha yeye kuniamini mimi nitamrejeshea uhai kwenye masomo. Mtu anayeniamini mimi, hata kama anaona biashara yake imekufa,
Kwa sababu tu amemuinvolve Yesu, kwa sababu tu amemwamini Yesu, Yesu anaweza akaiuisha, akairudisha tena. Ndio maana akasema hivi, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Hapa kasa maneno niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo neno la Mungu tunapojifunza hivi, usizani kwamba neno tu, no, this is a spirit. Hii ni spirit na yamishia ndani yako, na kuonyesha hapa kwamba anasema naye aliamini kwa kutarajia asiweza kutarajiwa, na wewe unaanza kufikiria kumbe na mimi natakiwa niamini ambayo hawezi hata kutarajiwa. Yes, sasa hivi ukiangalia hapo, you cannot imagine kwamba wewe ndio CEO wa baadaye, CEO wa kampuni gani, choose you anything. Yani Mungu anaweza kukupa chochote, sisi tu ndo tunamlimit, lakini yeye kwenye saidi ya Mungu anaweza akafanya chochote. Na uzuri atuambia hivi, ashukuriwe aweza kufanya zaidi ya yale tuyaombayo na yale tuyawazayo. Anaweza akafanya yote, inategemea tu wewe nguvu iliyoko ndani yako, inategemea. Lakini yeye all powerful. Tunataka tujue kwamba kuna three characters of God: omnipotent, umeona, omnipresent na omniscient. Omnipotent maana yake ni all powerful, ni kitu ambacho Mungu anacho wanadamu hawana. All powerful, omniscient, all knowing, anafahamu yote, na omnipresent, yupo kila mahali, everywhere. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu usiende kama mtu ambaye no, ambaye hana expectation. Lazima uwe una expect, lazima uwe una expect kitu. Lakini kitu kingine, wakati unaomba, have imaginations. Imagine hicho kitu unachokifanya, just imagine about it, just imagine. Why? Kwa sababu unapoomba unatakiwa ufahamu kwamba kwa sio wa Kristo tunapoomba ndio tunapopokea. Ukisoma kile kitabu cha Marko sura ya 11, let's pass through it first. Marko 11 mstari wa 24. Hasa kwa sababu hiyo nawaambia yeyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa ya kwenu. Kwa hiyo sisi inaanza kwanza asa therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that you receive them and you shall have them. Kwa hiyo inaanza na desire, inafuata prayer, alafu inafuata believe. Marko sura ya 11 mstari wa 24. Inaanza desire, inafuata prayer, inafuata believe, inafuata receive. Sisi tunaelewa watumishi wa Mungu. So you have to imagine it kabisa kwamba hichi ninachokiomba ninavyomwambia Mungu. Let's say mfano nini ambacho wanafunzi wanataka sana. First class. Anza kuona, yani ukiangalia arsi yako unaanza kujipangia pale, so unaona masomo yako pale hivi wameka dash dash dash, matokeo bado hayajatoka. See that 4.6 GPA it's there already. 4.8 GPA iko pale. Sio first class. 4.9 ione hapo kabisa. Start imagine. Just imagine about it. Picture it. Kwani tumeona kwenye Biblia kwamba watu walipokuwa wakizungumza, words matters a lot. Maneno yanamata sana 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 sana. Ndio maana Biblia inasema mtu atapata haki kwa maneno yake na mtu atahukumiwa kwa maneno yake. So your words matters. Na afu hiyo inasema hivi, uzima na mauti viko kwenye uwezo wa ulimi, na sasa naye upendaye atakula matunda yake. Uzima na mauti viko kwenye uwezo wa ulimi. Kwa hiyo utaamua unapoongea unaachilia uzima au unapoongea unaachilia mauti. It's your choice. Na Mungu amekupa hivyo vyote. Wewe ndio utaamua nini unafanya. Kwa hiyo kwenye masomo yako utaamua unaachilia uzima, kwenye biashara unaachilia uzima au unaachilia mauti. Hili somo litaniua, mauti. Unaona? Sasa no matter what, hii ni A, uzima. Kwa mazingira itabidi yafanye juu chini, yafanania yale maneno uliyoongea. Kwani kuna nguvu ya maneno. Kuna nguvu ya maneno. Ndio maana usiongeongee ovyo tu. Yaani tu kidogo ushapanic. No. Usije ukafanya hivyo kabisa, mtumishi. Maneno yako yana nguvu sana. Yana nguvu mno. Yana nguvu mno. Kumbuka umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu yeye anayefanya vitu kwa kuongea. Sasa just imagine siku ya kwanza akasema hichi kifanye hivi iwe nuru, ikawa. Siku ya pili akatenga, ikawa. Sasa baada hapo aseme nilikuwa natania. Je, vimetokea hajatokea? Vimetokea. Na wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na this time around nilikwambia Mungu anakaa ndani yako. And just imagine the whole God is in you. Kwa maana yake nikiwa naongea it's like God who is speaking.
Kwa maneno yako yana nguvu sana. Watch what you speak. Na nikawaonyesha kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 11 kwenye ule mnara wa Babeli kwamba mnara wa Babeli sio kwamba walikuwa wanajenga, no, walikuwa wanaambiana, walikuwa wanaongea. Lakini angalia comment ya Mungu. Let's see Mwanzo sura ya 11. Mwanzo 11 1-5. Asa nchi yote, Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 6 tu. Asa nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, angalia mstari wa 3. Mstari wa 3 anasemaje hapo? Anasema wakaambiana, sio wakajenga, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Mstari wa 4, wakasema, sio wakajenga, wakasema. See the power of the words. Mbona wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Baada ya hapo, angalia nini mstari wa 5 kilichotokea. Sasa Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Lakini hao wanadamu walikuwa wafaje? Walikuwa wanaongea. Kwa Mungu anatoa comment kwenye kile kitu ambacho walikuwa wanakiongelea. Sasa Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya. Ona, afasa wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Walilokusudia, sio wanaoyafanya, walilokusudia. Angalia hapa English version anasema hivi, and the Lord said, behold, the people is one and they have all one language. Mona, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do, Kwa hiyo walianza kupicture it in their minds, alafu baada hapo wakaongea, whichever things ye desire in prayer. Sijui umeona hapo mtumishi? I hope umeelewa vizuri. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba unapoenda mbele za Mungu kuomba, haupotezi muda. No, you are not wasting your time. Naona Caroline amejoin, karibu sana. You are not wasting your time. So twende mbele za Mungu kuomba. Pray for your future. Lakini pia nimewambia kwamba tutamwomba Mungu atupe consistency ya kuendelea kukutana, consistency ya kuendelea kuomba. Sio unaomba kesho unashangaa ule muda wa kuomba unafika umechoka, huelewi. No, tumuombe Mungu atupe consistency. Twende mbele za Mungu kuomba. Tukibakiwa na muda basi nitawafundisha hiyo kuhusiana na favor. Favor ni kuonyesha dimensions tofauti za kibali. Na kumbuka leo ni Ijumaa, Jumamosi na Jumapili hatuna meeting. Kwa hiyo leo lazima utilize muda effectively. Mpaka inapofika saa 4 kamili tumalize kila kitu. So twende mbele za Mungu kuomba. Tuombe. Mungu mtakatifu, tunasema asante kwa neno lako zuri. Asante kwa kuwa umetukutanisha mahali hapa ili tuje tukuombe wewe Mungu. Tazama neno lako linasema kila mtaua na kuombe wewe maadamu bado unapatikana. Hakika maji makuu yatakapokuja hayatamkuta mtu huyo. Nasi Bwana, tumekuja mbele zako kukuomba. Tumekuja kuomba kwa ajili ya future zetu, tumekuja kuomba kwa ajili ya masomo yetu, tumekuja kuomba kwa ajili ya wito ulioweka ndani yetu. Bwana, wewe Mungu unajua nini ambacho umetuitia hapa duniani, kwa sababu neno lako linasema tangu ukiwa tumboni mwa mama yako nalikujua, na tangu ukiwa tumboni mwa mama yako nalikutenga na nalikutakasa. Nasi Bwana, tunakuja mbele zako, unatujua kwamba nini ambacho umeweka ndani yetu. Bwana, tunaomba Mungu mtakatifu, kile kitu ambacho umekiweka ndani yetu kikapate kumanifest katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba Bwana, utujalie consistency katika kuomba, kwa maana neno lako nasema imewapasa kusali bila kukata tamaa. Nasi Bwana, tumekuja mbele zako kuomba leo hii kuonyesha kwamba sisi hatutakata tamaa, kwa maana mtu yote ambaye hasali
lazima akate tamaa. Nasi Mungu mtakatifu tunakuja mbele zako tukiomba Bwana utupe nguvu. Tunakuomba Mungu mtakatifu ukapate kutustrengthen. Tunaomba ukapate kutia nguvu maisha yetu ya sala. Tunaomba ukapate kustrengthen our spirituality Bwana. Tunaomba Mungu mtakatifu ukapate kutupa nguvu. Kwa maana lako nasema wewe Mungu unawapa nguvu wale wanaozimia. Unawapa nguvu Bwana. Neno lako anasema ingawa vijana watakimbia lakini watachoka, lakini wale wakungojea wewe Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai. Lakini pia neno lako linasema tukuite nao utatuitikia, nao utatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Nasi Bwana leo hii tumekuja kuita Mungu mtakatifu. Tunakuomba Bwana ukapate kuingilia katika maisha yetu. Tunakuomba Bwana ukapate kuingilia katika kazi zetu. Tunakuomba Bwana ukapate kuatamia masomo yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba Mungu mtakatifu hata afya zetu Bwana tunazikabidhi mikononi mwako. Nasi Mungu mtakatifu kwa moyo upole na unyenyekevu kabisa tunakuja mbele zako Bwana. Tunaomba Mungu mtakatifu ukapate kupurify our hearts. Tunakuomba Bwana ukapate kupurify our thoughts katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mungu mtakatifu ukapate kutakasa mawazo yetu. Tazama neno lako linasema heri mtu yule asienda katika njia ya wasio haki, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo aitafakari, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Na mtu huyo atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mito, naye kila ambalo atafanya litafanikiwa. Nasi Bwana tunakuja mbele zako Mungu mtakatifu. Tunaomba Bwana tukapate kupandwa katika hekalu lako. Tunaomba tukapate kupandwa katika hema yako Mungu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru haja zetu zijulikane na wewe Mungu, na ndipo amani ya Kristo ipitayo akili za wanadamu italinda vyema mioyo yetu na nia zetu katika Kristo Yesu. Nasi Bwana tumekuja mbele zako, wewe Mungu unajua mawazo ya mioyo yetu. Tazama neno lako linasema utatujibu hata kabla hatuja kuomba. Bwana tunaomba Mungu mtakatifu ukapate kumanifest vile vitu ambavyo umeweka ndani yetu. Tunaomba Bwana yale mambo makubwa ambayo umeweka ndani yetu Mungu mtakatifu, vile vitu vikubwa ambavyo umeviweka ndani yetu Bwana vikapate kumanifest katika maisha yetu. Tunakataa vipingamizi katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa vipingamizi vyovyote Bwana. Neno lako linasema silaha yote ambayo itainuka juu yako kama sio kwa kusudi lako Mungu mtakatifu haitafanikiwa, na ulimi wote ambao utainuka juu yetu tutahukumu kuwa mkosa, na huu ndio urithi wa watumishi wako Bwana. Nasi tunakuja mbele zako Mungu mtakatifu tukikataa mawazo yote mabaya katika jina la Yesu Kristo. Tukikataa milango yote ambayo imefungwa katika jina la Yesu Kristo. Milango inaachia sasa in Jesus mighty name. Pia neno lako Mungu mtakatifu linasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana ikiwa ataomba kwa bidii. Bwana tunaomba ukapate kutujalia persistence. Bwana tunaomba ukapate kutujalia bidii katika kutafuta wewe. Neno lako linasema unawapenda wale wakupendao, na wale wakutafutao kwa bidii watakuona. Nasi Bwana tunatamani kuona wewe Mungu mtakatifu. Tunatamani kuona wewe Bwana. Umesema tukutake wewe Mungu na nguvu zako, tutafute uso wako siku zote. Nasi Bwana leo hii tunataka tukuone wewe Mungu mtakatifu. Tunataka tuione nguvu yako ikitenda kazi katika maisha yetu. Tunataka tuone nguvu yako Bwana ikitenda kazi katika masomo yetu. Tunataka tuone nguvu yako Bwana ikitenda kazi katika biashara zetu katika jina la Yesu Kristo. Tunataka tuone nguvu yako Bwana ikitenda kazi katika familia zetu. Tunahitaji nguvu zako Mungu mtakatifu, kwa maana sisi peke yetu hatutaweza. Tunahitaji nguvu zako Bwana. Na umesema tujinyenyekeshe katika mkono wako ulio hodari Mungu mtakatifu, nao utatuinua kwa wakati wako. Na ukasema wewe Mungu unampinga mwenye kiburi na majivuno, bali unampa wanyenyekevu unawapa neema. Nasi Bwana tumejinyenyekesha mbele zako, tumekuja kuomba wewe Mungu mtakatifu. Tunaomba ukapate kutujalia hiyo neema Bwana. Tunafahamu ya kwamba neema ni uwezesho wako Mungu wa kutusaidia kufanya mambo ambayo kwa namna ya kawaida hatuwezi kabisa. Tunaomba neema yako Bwana ikapate kutembea pamoja nasi. Tunaomba neema yako Bwana ikapate kudhihirika katika masomo yetu. Tunaomba neema yako Bwana, neema juu ya neema ambayo imekuja kwa mkono wa Kristo ikapate kudhihirika katika biashara zetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako Bwana ikapate kudhihirika katika familia zetu. Tunaomba neema yako Mungu mtakatifu ikapate kudhihirika katika kizazi hiki katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako Bwana ikapate kudhihirika kwa wanafunzi wote. Tunaona mambo mabaya, mambo maovu ambao wanafunzi wanafanya Mungu mtakatifu. Tunaomba hofu yako Bwana ikapate kuwaingia wanafunzi. Tunaomba hofu yako Bwana ikapate kukaa ndani ya wanafunzi katika jina la Yesu Kristo. Tumekuja mbele zako Mungu mtakatifu, kwa maana tunafahamu ya kwamba mauti
imeingia madirishani. Nasi Bwana tumekuja kuomboleza na tumekuja kuomba Mungu mtakatifu. Tunaomba Mungu mtakatifu, hofu yako ikapate kukaa juu ya wanafunzi. Tumeona wanafunzi wenzetu wanavyodhalilishana, tumeona wanafunzi wanavyofanya vitu vya hovyo kabisa. Mungu mtakatifu, sisi tumetengwa, na tunaomba wale wengine wote Mungu mtakatifu ambao bado hawakujui wewe Bwana, ukapate kuachilia neema yako Mungu mtakatifu, kama ulivyoachilia neema injili ikahubiriwa kati ya mataifa. Tunaomba neema ile ile Bwana ikapate kukaa juu ya wanafunzi wote katika jina la Yesu Kristo. Tumeona ya kwamba mtumishi wako Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli alikuwa akiwaangamiza, akiwausuru, akiwaua wa Kristo, lakini wewe Mungu mtakatifu ulipoachilia neema yako juu yake akageuzwa. Kumbe neema yako inageuzaga watu. Tunaomba Bwana, neema yako ambayo inatransform watu ikapate kutransform wanavyuo wote katika nchi hii katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako Bwana ikapate kukaa na wanafunzi wote, kuanzia wanafunzi wote wakiwa kwenye level yoyote ile ya masomo. Tunaomba Mungu mtakatifu kapate kuachilia neema yako juu yao. Tunaomba Bwana, neema yako ikapate kukaa juu ya walimu wao katika jina la Yesu Kristo. Tumeona kwa mtumishi wako Paulo anasema ya kwamba alifanya kazi, lakini si yeye bali ile neema iliyokuwa ndani yake iliyofanya kazi. Nasi tunajua kwamba neema yako umeachilia bure bila kipimo kwa wale wote wanaomwamini Kristo. Nasi tumekuja mbele zako Bwana, tunaomba ukapate kuwasaidia wale wote ambao bado hawajaamini Mungu mtakatifu, wakapate kuamini wewe, wakapate kuiamini nguvu yako Bwana, wakapate kuamini nguvu ya ufufuko wako Mungu mtakatifu, kwa maana pale ulipofufuka ndipo ulipomwachilia Roho wako Mtakatifu Bwana. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akapate kukaa kwa wingi ndani yetu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akapate kuwa awakened ndani yetu. Tazama neno lako anasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, tusiichafue kwa maana tumenunuliwa kwa gharama kubwa. Mungu mtakatifu, tunatakasa miili yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mungu mtakatifu ukapate kutusamea makosa yetu. Tunaomba Bwana ukapate kuturehemu. Tunaomba Mungu mtakatifu usifiche mbali uso wako mbali nasi Bwana. Neno lako linasema mkono wako si mfupi hata ushinde kutusaidia, wala jicho lako si zito wala sikio lako si zito hata lishindwe kutusikia, bali maovu yetu yametutenga mbali nawe Bwana. Nasi leo hii tunakuja kujitakasa kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunaomba toba na msamaha Bwana. Tunaita damu ya Yesu Kristo saa hii ikapate kunena mema juu ya maisha yetu. Tunaita damu ya Yesu Kristo saa hii ikapate kuachilia msamaha wa dhambi. Tazama neno lako linasema damu ya mwanao ilimwagika kwa ajili ya maondoleo ya dhambi zetu. Nawe Mungu mtakatifu umesema ikiwa watu wangu watajinyenyekesha mbele zangu na kutafuta uso wangu, mimi Mungu nitawasamehe makosa yao na kuiponya nchi yao. Bwana, tunaomba ukapate kuponya kizazi hiki. Tunaomba ukapate kufutilia mbali maovu yetu katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema ya kwamba wewe Mungu hautazikumbuka dhambi zetu, bali utafutilia mbali uovu wetu. Kwa maana neno lako linasema kama wewe Bwana ungehesabu maovu yetu, ni nani angesimama? Lakini kwako Bwana kuna msamaha ili wewe uogopwe. Nasi Mungu mtakatifu tunakuja mbele zako leo hii. Tunaomba toba na msamaha. Bwana, tunaomba ukapate kututakasa, nasi tutatakasika katika jina la Yesu Kristo. Na kwa namna ya kipekee Bwana, tunaomba kibali chako kikapate kukaa juu ya wanafunzi wote. Tunaomba kibali chako Bwana kikapate kukaa juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kibali chako Bwana kikapate kukaa juu ya familia zetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba haya yote na kushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Watumishi bado mpo au mmeondoka? Okay, hiyo ni pati ya kwanza. Sasa tutaenda kuombea kitu kingine. Tutaenda kuombea watu wanaoumwa pia, lakini kabla tujaenda kuomba hicho kitu kingine, basi naomba niwafundishe kidogo kuhusiana na favor. Let's start, tupitie kidogo mara moja. Mithali. Mnaniona wote? Nimepotea. Jamani, mnaniona? Hello? Tunakuona. Okay, thank you. Basi naomba nifundishe kidogo kuhusiana na favor. Okay. So let's dive in. Tufungue kitabu cha Mithali sura ya 7. Mithali mtumishi, tukikwambia omba usishangae,
maanisha. Mithali. Hivi ni Mithali sura ya 7 mstari wa 15 au ni Mithali sura ya 13? Mstari wa 15 unasemaje? Ndio maana nitakutoka. No, Mithali sura ya 13. Sorry. Nimekosea kidogo. Nataka tufahamu kitu kimoja kwamba favor ina dimensions tofauti tofauti. Kibali. Usichoke mtumishi, kesho na kesho kutwa atakuwa na meeting. Kwa hiyo leo stay tuned. Sikiliza kwa makini, kama una mahali pa kuandika, write it down. So, tutafundisha kuhusiana na favor kama nilivyowaambia, na favor nimewaambia ina dimensions tofauti tofauti. Sasa hapa inabidi niende kwa speed ya 4G. Nashafika Mithali sura 13 mstari wa 15 Anasema ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya haini huparuza. Ukiangalia English version anasema good understanding giveth favor. Good understanding. Kwa hiyo one way of getting favor bila hata kuomba inaanza na good understanding. So kwenye chochote kile ambacho unakifanya lazima uhakikishe kwamba una maarifa sahihi. Umeona? Anasema good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. The way of transgressors is hard. Na transgression ni violation of principles. Unapovunja sheria ndo tunasema hizo ni transgression. So number one, kwa nini watu wana succeed? Ni kwa sababu watu wana favor, lakini ile favor inaambatana na good understanding. Na ndio maana watu wote waliokuwa favored, mtu anaweza akawa favored lakini kwa sababu ya lack of understanding ile favor isimfanyie chochote. Unaweza ukawa umepata favor ya kufanya kazi sehemu fulani, lakini kwa sababu hujui namna ya kufanya ile kazi unajikuta unaondolewa kwenye hiyo kazi. So ukiangalia pia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3, wakati Mungu anamwambia Musa kwamba sitawatoa mikono mitupu, nitawapa favor. Nitawapa favor. Umeona? Ukienda Mithali sura ya 3 mstari wa 21. Andika tu pembeni maana nataka nianze kwenda haraka. Tumetoka Kutoka sura ya 3 Kutoka sura ya 3 mstari wa 21. Tumetoka Mithali 13:15. Sasa tunaenda Kutoka sura ya 3 mstari wa 21. Anasema nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu. Anasema and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when ye go you shall not go empty. Kwa hiyo kazi mojawapo ya favor kwenye maisha ya mwanadamu ni kuondoa emptiness. Kwa hiyo emptiness ni proof ya lack of favor. Kwa hiyo ukiona uko empty either financially ujue kibali cha Mungu hakipo. So you have to pray. Lazima muombe Mungu akujalie favor. Maana favor ina go hand in hand with abundance. Lakini sio hapo tu, ukienda hichi kitabu cha Kutoka sura ya 11 ule mstari wa 3 utaona Musa ilichomtokea Musa. Asa Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Bwana akawapa Waisraeli. Kwa Mungu anatoa favor. Sasa Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Kwa favor iliyokuwa juu ya Musa ikasababisha awe mkuu sana, lakini pia sio akawa tu mkuu, alikuwa mkuu mbele ya Farao na mbele ya watu wote. Kwa kati ya vitu ambavyo vinasababisha watu wafanikiwe kwenye maisha ni favor juu yao. Na ukiangalia hata kitabu cha Luka sura ya 2 ule mstari wa 52 anasema kijana huyu akakua akapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Yesu mwenyewe, the Logos, umeona?
The word incarnate, yani Mungu mwenyewe in form of a human being alihitaji favor. Alihitaji favor. Favor mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. So kila testimony ya victory and success in life inakuwa connected na favor. Kila mtu atakapokupa testimony ya victory and success in life iko connected na favor. Na kwenye ufalme favor inamata sana. Yaani Mungu akikupa kibali inamata sana 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 sana. I don't know ni Zaburi ya 40 ngapi. Nitawatumia baadaye kwenye group. Inasema kwamba sio kwa upanga ndio waliotumia. Zaburi ya 40 ngapi? Sasa sio kwa upanga, nachanganya, naona inakuja 42 na kuja 42 lakini najua sio. So sasa sio kwa upanga wala sio kwa magari ya vita ndivyo walivyopata ushindi, bali ni kwa mkono wako, kwa sababu wewe uliwaridhia, because thou had favored them. Sasa kwa sababu wewe uliwaridhia, maana kwa sababu wewe uliwapa favor, kwa sababu uliwapa kibali, ndio maana wana wa Israeli walishinda. Kwa hiyo favor inafanya vitu vingi sana kwenye maisha ya muamini, kwenye maisha ya a believer, na kwenye maisha yako. Ili uweze kufikia great destiny ambayo Mungu ameweka ndani yako, you need favor. Umeona? Yaani kila mmoja wetu needs favor to achieve his or her goals, lakini pia you need favor to live out your divine destiny. Na hizi mlienda kuangalia ile divine nini? Vision and divine mission. Utaona kwamba utakaposikia lile lengo, kile kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani yako, ili uweze kufanikisha hilo, utahitaji favor. Utahitaji favor. Na favor, umeona? Favor ni pale ambapo Mungu anainua watu kuinvest their time na their resources ili kufulfill your destiny. Favor ni pale ambapo Mungu anainua watu kuinvest. Kumbuka niliwaambia siku ile kwamba Mungu anakubariki wewe, yani a blessing is coming from God to men through men. Kwa baraka inatoka kwa Mungu kwa mwanadamu kupitia wanadamu wenzake. Utakuja kushangaa kwamba vitu vyote unavyohitaji hamna kitu kina shock kutoka mbinguni. No, vyote viko hapa duniani. Yaani kuna mtu akisaini tu saini yake inatosha kubadilisha maisha yako kabisa. Kabisa. Kuna mtu akisaini tu kwamba uingie sehemu fulani, imeisha. Maisha yako yamebadilika kabisa. Kwa hiyo utaona kwamba hivi vyote tunahitaji wanadamu, tunahitajiana, tunahitaji mimi na kuhitaji wewe na wewe unanihitaji mimi. Kwa hiyo it needs favor ili mtu aamue kwamba ni unataka ujue kwamba this one is so wicked. Yaani kila mtu anajiwaza yeye mwenyewe. Hamna mtu anakufikiria kama unavyowaza. Labda tu wazazi wako. Hamna mtu anakufikiria kama unavyofikiria kwamba yani unaweza kuona kama watu wanakuongelea, lakini in real sense hamna mtu anakuongelea kabisa. Kila mtu yuko busy. Watu wako busy na mambo yao. Unaona? Unaweza kuona watu wanakusema, lakini labda achana waambia sasa, waambia ambao hawadi chochote kwenye maisha yako. Naongelea watu wa maana. Yaani unaweza kuona wanakuangalia hivi kazani wanakusema wewe, kumbe watu wako busy. Kwa hiyo inahitaji favor ya Mungu ili msababishe mtu aache kufanya mambo yake, aamue kuinvest muda wake na resources alizonazo kwa ajili yako. It needs favor. Umeona? It needs favor. Na one man, yani mtu mmoja anaweza akatumika na Mungu. Uhitaji hata watu wengi. Maana mtu mwingine sasa, basi sasa hivi itabidi nikutana. Mungu anaweza akatumia mtu huyo mmoja akafungua milango yote ya mafanikio kwenye maisha yako. Mtu mmoja tu. Only one person. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uvijue. Sasa I want to teach you sasa kwenye favor ili uweze kujua sasa nini cha kuandika, maana nimekuwa nimeongea sana. Nini cha kuandika? Nitakufundisha keys za how to activate favor kwenye maisha yako. How to activate favor kwenye maisha yako. Funguo, keys, title hapo andika. Keys to activate favor in my life. Keys. Watumishi mnanielewa au mmeelewa? Mnaelewa watumishi kweli? Umeona? So key namba 1 ni hana. Hana kwa Kiswahili ni nini? Heshima. 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 Yaani hiyo ndio funguo namba 1 ya ku activate favor kwenye maisha yako. Heshima. Na heshima ni pale ambapo unakuwa na uwezo wa kurecognize, unaweza kutambua watu kutokana na difference walizonazo, kutokana na difference
au unique distinction walizonazo, kwamba huyu mtu ni vice chancellor. So unataka kujua kwamba sio kila mtu ni vice chancellor. So unapokutana naye, heshimu kile cheo alichonacho, heshimu. Umeona? Na wanadamu wanaweza wakaignore kila kitu, lakini sio heshima. Mtu hawezi sahau heshima unayompa. Kwa hiyo unatakiwa umheshimu kila mtu, either ni mkubwa au ni mdogo. Hiyo ni key ya kuactivate favor, one of the keys to activate favor. Na kuna watu wengine kwa sababu tu ya heshima, yani heshima inaweza ikatumika kama something to earn a living. Yani unaweza ukatumia heshima, sijui nikuelezeaje ili unielewe. Yani kuna mahali ambapo ukijifunza kuheshimu watu, vitu ambavyo watakufanyia kwenye maisha yako ni vitu ambavyo hata ungesoma mpaka PhD unaweza usikao upate, just because of honoring, kwa sababu tu ya kuheshimu. Maana itafika pointi ambayo let's say utaenda kazini, usizani kwamba utakuwa mwanafunzi siku zote. No, utakuja baadaye, utakuwa mfanya biashara, utakuwa mfanya kazi, you will become something. Umeona? Na always tafuta kuwa kitu. Usitake tu mimi mama wa nyumbani, mimi nakaa tuliona kina Debora alikuwa ni mke wa Lapidoth, na bado alikuwa ni a prophetess, nabii wa kike ambaye alikuwa anaakti kama bridge kati ya Mungu na wanadamu, na bado alikuwa ni public figure, alikuwa ni kiongozi. Kwa hivyo vyote unaweza ukamanage, kama wanawake walioko kwenye Biblia wana manage. Usije ukasema mimi siwezi. Ukitaka mwanamke ambaye anafanya kazi, basi sababu kusimama nyumbani. Wewe ulisikia vyote, you can manage all. Kumbuka Biblia sasa hivi, I can do all things, naweza mambo yote. Sio wewe, katika yeye anitiae nguvu, katika yeye, katika Kristo. Alikuwa anamwongelea pale Wafilipi 4:13, naweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Umeona? I can do all things in Christ who strengthened me. In Christ. Na ndio Biblia inasema hivi, yeyote ambaye amekuwa ndani ya Kristo, yeyote aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. So when you become in Christ, hiyo I think ni Wakorintho wa pili 5:17. Yeyote ambaye amekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo tunayaweza mambo yote, sio kwamba kwa sababu mimi ni mwanadamu, no, because Christ is in me and I niko ndani yake. So naona muda unazidi kukimbia, lakini na namna nzuri ya kudemonstrate hana au namna nzuri ya kuonyesha heshima ni kupitia gratitude. Sasa gratitude kwa Kiswahili ni nini? Ni kupitia ile kushukuru au moyo wa shukrani. Kuwa na moyo wa shukrani. Kuwa na moyo wa shukrani. Mtu anaweza akakupa kitu kidogo lakini ukamshukuru. Hiyo pia ni saini mojawapo ya heshima. So sina haja ya kufundisha kuhusiana na heshima, unafahamu what to do. Heshimu wakubwa kwa wadogo. Hana all, kwa sababu you don't know Mungu anaweza akamtumia yupi kwa ajili ya lifting ya wewe kutoka level moja kwenda level nyingine. Sisi tunaelewa? Naelewa watumishi au nimewaacha hapo sasa? Mnaelewa? Tunaelewa. Wow. Okay, namna nyingine ya kuactivate favor ni kupitia maombi. Prayer. Yes. Prayer, kupitia prayer. Maombi. You can pray. Kuna mtu mmoja anaitwa Jabez kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza au Mambo ya Nyakati wa pili? Let me check here. Jabez. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4. Kuna mtu mmoja anaitwa Jabez. Aliomba. Yaani Mungu anaweza akakupa kibali right away. Na hiyo sina haja hata ya kuelezea sana. Kuna Esther. Biblia sasa hivi Esther akapata kibali. Mbona Mungu alimpa kibali Esther machoni pa mfalme na machoni pa watu wote. Kwa hiyo favor inakujaga na sight pia. Inakutambulisha, inakuonyesha. Umeona? Sasa kuna watu watamani kuonekana. Just you kuwa tu na kibali uone. Kibali kinakutangaza, una haja ya kujitangaza, kitakutangaza. What you need is to ask favor from God. Favor. Kwa hiyo andika tu kwenye kuomba pale. Whichever things you desire, lolote ambalo mnalitaka. Marko 11:24.
prayer. Umeona? Lakini kitu kingine ambacho kina activate favor ni kupitia relationships. Namba 3 hiyo. Relationships. Tunaelewa, okay? Relationship. So what are the relationships? Ni advantageous connection ulizonazo. Mahusiano. Na relationship ni very very important. Takuja niwafundishe siku moja kuhusiana na relationship peke yake. Kwa sababu kuna watu tunajua kupata marafiki, lakini namna ya kumaintain that relationship we don't know. Hatujui kabisa. Kwa hiyo inabidi tujifunze. Na relationship ziko za aina 4. Nilimsikiliza Apostle Joshua Seleman wakati anaelezea kuhusiana na relationship, akasema ziko za aina 4. Akasema namba 1 ni divine connectors. Divine connectors. Unakuwa na watu ambao yani wao wako active muda wote. Unapohitaji kuomba, hakisha una watu ambao wamekuzunguka ambao wako tayari kuomba na wewe muda wote ule. Yani mtu ambaye yuko tayari kuacha vyote kwa ajili ya kuombea wewe. Relationship lazima uhakishe kwenye cycle yako ya marafiki watu wa aina hiyo wapo. Sije ukawa unapitia changamoto, unapiga simu huku hamna mtu yuko tayari kuomba pamoja na wewe. Umeona? Lakini namba 2 aliongelea men of influence, watu wenye influence. Watu wenye influence utawahitaji sana. So kutana na mtu yeyote mwenye influence, hasa ambaye ni Mkristo, try to connect na huyo mtu. Have relationship naye. Umeona? Lakini pia namba 3 ni gifted people. Hapo naongelea relationship peke yake. Nimekwambia relationship ni advantageous connection. Advantageous connection. You can relate with somebody lakini sio advantage. Kwa mfano mwizi anaweza akaja akakukaba. Pale mna mahusiano, mko karibu kabisa, lakini ni threatened. Umeona? So advantageous connection. Connection ambazo ulizonazo ambazo ni advantageous kwako na ni kitu cha muhimu sana. Nikakwambia namba 1 lazima uwe na divine connectors. Namba 2 lazima uwe na men of influence. Namba 3 lazima uwe na gifted people. Lakini namba 4 lazima uwe na burden bearers. Watu ambao wako tayari kubeba mizigo pamoja na wewe. Yaani watu hao sio lazima wawe na hela sana, sio lazima wawe na chochote, lakini ni wale ambao wako tayari wakusema hivi kwamba hapa ukiingia kwa changamoto yoyote ile, sisi tupo pamoja na wewe. Hatuwezi kukuacha. Tupo pamoja. Yaani unapitia changamoto, wanakwambia mtumishi, kwenye hili tutaingia wote na tutatoka wote. Wao wanaitwa burden bearers. Tutaki kuwasahau kabisa. Okay. Let me repeat. Kwenye relationship. Sasa relationship ziko za aina 4. Namba 1 ni divine connectors. Just imagine kwa relationship yako wao wamekuzunguka watu kama kina Daniel, watu kama kina Joseph, umeona? Watu kama kina Elia. Just imagine hiyo ndo cycle ulionayo. How advantageous you are. Umeona? Uko na gifted people, uko na prayerful people. Yaani hii ndio inafuta divine connectors namba 1. Namba 2, men of influence. Watu wenye influence mtumishi. Men of influence. Namba 3, gifted people. Watu wenye vipawa tofauti, watu wenye vipaji. Yaani ukishaona huyu mtu yuko gifted, na sio lazima, unajua kwa relationship watu wafanya kosa moja, wanatafuta watu ambao wameshafanikiwa tayari. No. Kumbuka kuna watu ambao tayari wameshafanikiwa. Wanajua kabisa mtu akitaka kuwa na mahusiano naye wanaanza kuogopa. Wanajua huyu anakuja tu, huyu ni kama parasite. Yaani ni upande mmoja tu ndio utakuwa unafaidi. Tafuta hata wale wanaoinuka. Unaona huyu mtu yuko kwenye kuinuka, anza kuwa na mahusiano na yeye. Mweke karibu, msalimie. Yaani have conversation. Inapita mwezi, cheke, unaona, yaani sijui nitakuja kuelezea vizuri kwenye relationship. Umeona? Kwa namba 1 divine connectors, namba 2 men of influence, namba 3 gifted people, namba 4 burden bearers. Burden bearers. Lakini kitu kingine ambacho kina activate favor ni values. Values. Kwa lazima ufocus kwenye kujidevelop. Focus on developing yourself. Success. Sikiza mtu mmoja akasema, I think pia ni Apostle Joshua Seleman. Success is what you are becoming and not what you are doing. So focus on you more. Yaani hakisha unajicultivate kwenye hicho kitu ambacho unataka kuwa. Be the best. Make sure you study, make sure you read. Yaani kama inahitaji kusoma, soma.
Kama inahitajika kufanya chochote, do it. Make sure you activate, yani you cultivate yourself. Success is what you become and not what you do. Unaona? Kuhakikisha kwenye maisha yako you have capacity to provide solutions. You have capacity to provide solution, kwa sababu watu wana press kutokana na level ya success ulionayo. Unaona? Kwa mimi, kwa mfano, let's say me, the more I develop myself, the more naendelea kujinoa, the more naendelea kujinoa kwenye kitu ambacho Mungu ameniitia, the more watu watakuwa attracted kwangu. Kumbuka hata mafuta ukiangalia yakiwa crude oil, ukiangalia hivi, utaamini kwamba ndo mafuta ambayo unakunywa. Yani you'll never be, unaweza ukakataa kabisa. Lakini akishakuwa refined ni kitu cha kutamanika. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo na wewe kwamba make sure you develop yourself, make sure you refine yourself. Hiyo pia ni one of the way you activate favor in you. Favor in you inakuwa activated kwa namna hiyo. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa Esther anointing. Anointing aliyokuwa nayo Esther. Kusoma kwenye kile kitabu cha Esther sura ya 2 nilivyokuambia kwamba Esther akapata kibali mbele za mfalme na mbele za watu wote. Umeona? Lakini kabla hajapata kibali mbele za mfalme, Esther alianza kupata kibali kuanzia kwenye ile selection process. Yaani walipochukuliwa tu, akapata kibali mbele ya yule aliyekuwa anawatunza. Yule aliyekuwa anawatunza akamwambia hivi, wewe usitumie vitu kama wanavyotumia vingine. Wewe tumia mafuta haya tu mwaka mzima. Just imagine. Let me read for you kuonyesha. Umesoma kitabu cha Esther lakini ulipita tu. Mithali Mithali imekaa. Mithali Esther mtumishi atakao unasoma Mithali kila siku ziko 31. Kwa hiyo kuanzia tarehe 1 Mithali 1, tarehe 2 Mithali 2, tarehe 3 Mithali 3, tarehe 4 Mithali 4, tarehe 5. Kwa hiyo leo itakuwa ni Mithali sura 25. Maana leo tarehe 25 I think. Tarehe ngapi? 25. Mithali 25. Unaona? So Esther sura ya 2. Esther sura ya 2 kuanzia mstari wa ngapi? Yeah. Tuanze tu mstari wa 7. Esther chapter 2 from verse 7. Anasema naye alikuwa anamlea Hadasa, yaani Esther binti wa mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Hapo anamwongelea Mordekai. Utaenda kusoma tena mwenyewe baadaye Esther sura ya 2. Asa naye msichana huyu alikuwa wa umbo mzuri na uso mwema. Nao walipokufa baba yake na mama yake, yule Mordekai alimtoa kwa binti yake. Basi ikawa, mstari wa 8, basi ikawa wakati iliposikiwa amri ya mfalme na mbiu yake, wasichana wengi wakakusanyika huko Shushani ngomeni mikononi mwa Hegai. Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai mwenye kuwalinda wafalme. Kwa hiyo tunaanza kwa huyu jamaa anaitwa Hegai. Umeona? Sasa yule mwanamwali, yani Esther sasa akampendeza, akapata fadhili kwake. Umeona? Sasa naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na posho zake na vijakazi 7 walio haki yake wa nyumbani mwa mfalme. Pia akamhamisha yeye na vijakazi wake, akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. Walakini Esther hakudhihirisha kabila yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishie. Na yule Mordekai akawa akitembea kila siku mbele ya ua wa nyumba ya wanawake ili ajue hali ya Esther na haya atakayompata. Basi ilipoadia zamu ya mwanamwali mmoja wapo aingie kwa mfalme Ahasuero, hali akiisha basi ilipoadia zamu yake mwanamwali mmoja wapo aingie kwa mfalme Ahasuero, hali akiisha kufanyiwa sawasawa na sheria ya wanawake miezi 12. Kwa hiyo walikuwa wanaandaliwa kwa miezi 12. Yaani ndivyo zilivyotimia siku zao za utakaso, miezi 6 kwa mafuta ya manemane na miezi 6 kwa manukato na vifaa vya utakaso wa wanawake. Mwanamwali huingia hivyo kwa mfalme, kila akitakacho kupewa kwenda nacho kutoka katika nyumba ya wanawake ili kuingia katika nyumba ya mfalme. Huenda jioni na asubuhi urudi nyumba ya pili ya wanawake mikononi mwa Shashgaz, msimamizi wake mfalme. Kwa hiyo huyu ni msimamizi. Yule anayewatunza wanawake anaitwa Hegai, mwenye kuwalinda wa Masuria, wala haingii tena kwa mfalme isipokuwa amempendeza mfalme, naye akaitwa kwa jina. Mstari wa 15. Hata ilipowadia zamu yake Esther binti Abihali mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake,
ili aingie kwa mfalme. Yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Umeona? Kwa hiyo wakati anaingia, acha nimalize. Nayo huyo Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. Inaanzia hapo. Alipata kibali machoni pa wote waliomuona. Hapa sasa basi Esther akapelekwa. Kwa hiyo Esther hakuagiza kitu kingine isipokuwa vile tu alipokuwa amepewa na Hegai. Kumbuka alianza kupata fadhili mbele ya Hegai kwenye ule mstari wa 9. Inasema mwanamwali akampendeza, akampenda, akapokea fadhili kwake. Kwa hiyo ilianza kule kwenye mapokezi. Huko hivi wakati anaingia hakuhitaji hata kujionyesha. No, alipoingia tu mfalme akanyanyuka akamtia taji. Anasema basi Esther alipopelekwa kwa mfalme Asuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tebethi, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake, mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji, akapata neema na kibali. Sijui watumishi wa Mungu mmeelewa kidogo kuhusiana na favor. I hope umepata kitu. So naona na saa 4 imefika, muda wetu umeisha. Kwa Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. I salute you all unless otherwise kama kuna swali lolote. Kwa favor is not about praying alone. No. Kuna vitu unatakiwa uwe navyo. Kuna vitu unatakiwa uvifanye. Sasa kwenye Wakristo wengi vitu hataki kufanya. Tuna ignore swala la relationships, tuna ignore swala la value, lakini unataka favor ije juu yako. No. You should do all this. So any questions so far watumishi? Umepungua? Watu wamebaki wachache kweli. Itakuwa ni changamoto ya bando na mtandao, lakini ninyi Mungu amewabariki sana. Nyewe kwenu bando is not an issue. Matatizo ni vitu vingine. Mshahama. Mungu akupeleke level ambayo hutaka uanze kuhusu bando tena. Okay, dada Rose karibu. Hapa sasa mtumishi una rekodi. Basi acha nizime rekodi.